katika maisha haya ya kila siku unavyoishi na watu, nisikilize vizuri hapa, ishi kwa hekima, usiishi kwa mihemko. Mtu asije akakudanganya kwenye maisha yako. Uwe na siri zako ambao humwambii mtu, hata uwekewe kisu shingoni utabaki nayo. Naongea na watu wana binadamu. Jidai unasema kila kitu yatakukuta. Wewe unahitaji kujenga nyumba, unafanya matangazo. Unahitaji kuwekeza mali, unafanya matangazo. Kuna kitu hamkijui kinaitwa negative energies, nguvu ambaya. Unapoanza kutangaza mambo yako ya kimaendeleo, unakaribisha nguvu za upinzani. Na mimi nikwambie, acha maneno mengi, fanya vitendo vingi. Washtukie umeshawekeza. Haleluya. Kuna vitu vingi vimeharibika kwa sababu ya mdomo wako. Mdomo wako unaongea sana, unaongea na mradi wa kuku na stories za nini? Acha vitendo viseme. Ishi kwa hekima. Haleluya. Sio kila ugomvi unatakiwa uingilie. Kwa nini ufe kabla ya muhula wako? Kabla hujaanza kupambana, angalia unalipa au haulipi. Kuna mtu amenitazama sasa hivi, mchungaji, kwa hiyo unamaanisha tuingie kwenye ugomvi? Kuna ugomvi unatakiwa uingie kabisa. Nitazame vizuri na mimi nakuangalia. Kuna ugomvi unatakiwa uingie. Kuna ugomvi ukiingia hata mimi sikuulizi maswali. Yaani watu wananitazama sasa hivi, huyu pastor ni wa wapi? Kuna maugomvi usiingilie kabisa, hayalipi, ila kuna ugomvi unalipa. Unasema upi unaolipa? Huwezi kuona mtoto wako anashambuliwa umesema Yesu ingilia kati baba. Na mtu amekuja hapo, limekuja sio ni kichama ni nani, anataka kuua mtoto wako, unapiga magoti unaomba. Ha? Andiko litatimia. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Kuna bwana mmoja alikuwa ni jemadari wa jeshi la Daudi. Wachungaji watanikumbusha jina lake kama watamkumbuka vizuri. Huyu jamaa alikuwa smart. Wakati Sauli amekufa, jeshi la Sauli samani. Wakati Sauli amekufa, huyu jamaa ni kati ya watu ambao Daudi aliwapenda sana. Moja ya sifa ya Daudi, alikuwa ana appreciate, anatambua uwezo wa mtu kifikra. Daudi alikuwa si wa kawaida. Ndio maana alikuwa na urafiki na Jonathan, kwa sababu aligundua Jonathan ni smart. Sasa katika majeshi ya Sauli kuna jemadari mmoja ambaye alikuwa na nguvu sana, kama sijakosea ni Abneri mwana wa Neri. Wakati Sauli amekufa, yule bwana akamfuata Daudi, akamwambia ugomvi uishe. Sasa hivi tuunganishe majeshi, tujenge taifa. Jamani, wazo lilikuwa baya, lilikuwa zuri? Ugomvi fanya nini? Tuunganishe majeshi, tujenge nini? Ndio maana mimi naulizeni, hilo wazo ni baya ni zuri? Zuri kabisa. Daudi akasema namtafuta mtu kama huyo. Wakati yule bwana ameondoka ili kwenda kushawishi majeshi yaweze kuungana na Daudi, akaja jemadari wa Daudi anaitwa Yoabu. Yoabu alikuwa ni mtoto wa dada yake na Daudi, anaitwa Seruya. Ndio maana namuita wakati wanagombana, namwambia nina nini na wewe mwana wa Seruya? Yaani mtoto wa dada yangu, nina nini na wewe? Na Seruya anakuwa maarufu maana alikuwa na nguvu kuliko mume wake. Sitaki kuongea zaidi ya hapo, mmenielewa? Kuna familia mama ana nguvu kuliko mpaka watoto wanaitwa kwa jina la. Talmudi inasema kwamba huyo Seruya wakati wa vita vikitangazwa, pakipigwa yowe, wanaume wanatoka na mishale yao, na yeye alikuwa anatoka, mume wake anabaki ndani. Ndio Israeli wakageuza wakasema huyu ndiye mwenye watoto, huyu mwingine anafugwa. Sasa Yoabu alipokuja akauliza wanajeshi, akasema, wakamwambia Abneri ametoka hapa. Akawauliza asema, mmemwacha akiwa hai? Anasema ndio. Mtu ambaye ametusumbua maporini muda wote? Anasema bosi mwenyewe amemwacha kwa kuwa ana nia nzuri ya kuunga majeshi. Kama Daudi amemwacha, mimi simwachi. Akamwambia kijana mmoja, kimbia ukamwambia Abneri arudi, nina mazungumzo naye. Akamuoya akamwambia Yoabu amekuja, anasema rudi, kuna mazungumzo mazuri kabisa. Akarudi. Aliporudi akamwambia Abneri, njoo nikunong'oneze jambo. Wakati Abneri anashusha sikio lake ili aweze kumsikiza Yoabu, kwa kuwa Yoabu alikuwa ni mfupi kidogo, Abneri alikuwa ni mrefu kidogo. Kwa hiyo anashuka ili kumsikiliza. Yoabu akavuta upanga akamchoma, akafa pale pale. Kisa alimuua mdogo wake huko nyuma. Daudi aliposikia haya maneno, ndio nataka nikuambia saa hekima, kutembea kwa hekima.
Daudi wakati amesikia maneno aliumia, akaenda kwenye mazishi ya Abneri. Jeneza limechukuliwa. Daudi alikuwa ni mtu wa mashairi, si mnamjua alikuwa ni mwimbaji. Yeye akawa anaomboleza kwa kuimba, na shairi lake limeandikwa mpaka leo kwenye Biblia, akimwombolezea Abneri. Anaongea kana kwamba maiti inasikia, lakini yote ilikuwa ni uchungu, maana alimpenda Abneri. Akasema laiti tungeunganisha majeshi mawili, huyu akawa jemadari na huyu jemadari, tungeshinda maadui. Lakini akalia, anaongea na maiti. Usije ukadhani maiti inasikia, ila ni uchungu uliopitiliza wa Daudi. Akasema, Abneri, Abneri, umekufa kama mwanamke. Mikono yako je, ilikuwa imefungwa? Yaani kwa lugha nyingine, ulishindwa hata kujitetea. Daudi aliumia na hii kesi mpaka anakufa. Daudi mwenyewe, nimesema nani? Mpaka siku anakufa hicho kitu hakijaisha moyoni mwake. Akamwambia Suleiman mtoto wake, akasema, wewe una hekima, mimi naondoka, lakini tenda kwa hekima. Yoabu asishushe mvi zake ya hera kwa amani. Yaani mimi sikumua, ila wewe umuue, maana alichonitendea hakijatoka. Daudi alikuwa ni mtu wa vita. Jina Daudi lina maana mbili. Kwa hiyo ukimwita mtoto Daudi, jipange. Maana ya kwanza ni aliyependwa. Maana ya pili ni mtu wa vita, man of valor. Ndio maana mpaka anakata roho, ana listi ya watu wa kuuawa ambao hakuwaua. Mmoja alikuwa ni Yoabu. Na Suleimani alikuwa smart. Yoabu aliposikia listi ipo, akakimbia madhabahuni. Torati inasema mtu akishika madhabahu asiuawe. Naye akaenda akashika madhabahu. Askari wakashindwa kumuua. Wakarudi kwa Suleiman, wakamwambia ameshika madhabahu. Suleiman akawauliza, kwa nini hamkumuua? Akasema Torati imekataa. Akasema Torati imesemaje? Torati imesema mtu wa kufa akishika madhabahu aachwe. Akamwambia, kwani kuna shida gani? Mtoeni madhabahuni. Torati imesema asiwawe kwa ameshika nini? Kwenye madhabahu msimuue, ili mtii Torati. Mtoeni. Mungu atusaidie sana. Unajua kuna baadhi ya vitu vyako kwenye maisha vimeharibika, sio kwamba Mungu hakupendi, ila ulishindwa kuishi kwa hekima. Sio kila mtu anayekushambulia unamjibu. Kuna vitu vingine potezea. Haleluya. Haleluya. Wanandoa wote mlioko hapa mnitazame vizuri niwaambieni. Sio kila wakati kwenye ndoa utapata haki yako. Wakati mwingine kubali kupoteza haki yako ili uokoe ndoa yako. Kuna kitu kimoja tu ambacho sikushauri. Ukikilinganisha hicho na ndoa, hicho ndio kiwe kikubwa zaidi. Uhai wako, uhai wako, uhai wako. Ukiona kuna dalili za kuuawa, sijakwambia uvunje ndoa, kimbia. Tuko sawa sawa? Biblia imetumika vibaya, eti ile anaposema hadi kifo kiwatenganishe. Ile sentensi ina maana ni kufa kwa amri ya Mungu, sio kufa kwa kuuawa na mtu. Juzi hapa tumeongea kwenye mimbari hii, kesho yake tu nasikia eti kule Mbeya kuna mtu ameua mke na watoto. Unajiuliza, watoto wamekosa nini? Mgogoro wa wewe na mkeo, unakuja unachinja mpaka watoto. Sijui tumekumbwa na kitu gani. Tatizo la akili. Nilimaliza hiyo kesi juzi. Haleluya. Nakuja kujibu hoja ya mwisho ambayo jana niliwaahidi, ndipo tuingie kwenye somo. Na nimekuta kuna mtu mmoja amenifuata inbox na yeye akasema, Pastor, usipolimalizia lile umetuharibu kiimani. Na mimi nataka niwarudishe kiimani. Sabato sio kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili yako. Narudia tena. Ila aliyeitengeneza sabato ni nani? Mungu. Unaposikia anaposema siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, ina maana mmiliki wa. Tuko sawa sawa?
kile kitanda cha watoto wako pale nyumbani ni cha kwao au miliki ni wewe? Miliki wa kile kitanda ni nani? Wanaokilalia, wanaokifaidi. Mmiliki wa sabato ni nani? Wanaofaidi sabato ni akina nani? Sisi. Muangalie jirani yako, mwambie umeelewa au bado? Haya, fungua Biblia sasa nikuonyeshe sasa, ili ujue kwamba huyo Mungu unayesema kwamba leo hii anashika sabato umechemsha, alishamaliza. Yani sabato alishika pale kwenye Mwanzo 2. Baada ya hapo hakuwahi kushika. Na uwezi kumkamata Mungu popote, yuko juu ya sheria. Si Wayahudi wakajichanganya wakaanza kumwambia Yesu umevunja sabato. Yani hawaelewi wanaoongea naye ndiye aliyewapa nini? Sabato. Na unajua hii imetukumba hata sisi ndugu zangu ulioko hapa. Uzuri mimi nayeongea mibarani, napenda sana kutumia hii sentensi, sio kwa ajili ya kuringa, ni kwa ajili ya kuthibitishia kwamba mimi ni nani. Mimi sio kwamba nimetokea huko nikaongoka. Mimi ni msabato mzaliwa. Mama yangu mwinjilisti wa vitabu. Nikisema usabato ninaujua kuliko unavyofikiria wewe. Sisi kwetu tunaoga Ijumaa. Angeongea mtu mwingine hapa ungesema ni mamluki. Mimi niambie ni mamluki, nimetokea wapi? Maana nimezaliwa humu. Ila nilikuja kugundua jambo moja. Tuna watu wengi ambao wanashika sabato lakini hawana Yesu. Na hawana tofauti na Wayahudi. Na kwa taarifa yako, ikiwa sabato peke yake inapeleka mtu mbinguni, Wayahudi wote wanaingia mbinguni. Maana kule kwao sabato ni sheria ya nchi. Siku ya sabato kuna lifti maalum za kupanda juu, ambazo hiyo ukifika huhangaiki sana hata kubonyeza ili usije ukavunja sabato. Nyinyi hapa mmetoka sijui Hongo limekuja hapa kwa miguu siku ya sabato. Alafu unaniambia unashika sabato. Unashika sabato wewe. Unajaribu. Nenda Israeli ukaone. Ninawaambia hivi ndugu zangu kwa sababu nawapenda. Hakuna faida yoyote niwaache na hii, mbaki na sabato mumwache Yesu. Yaani sabato bila Yesu mbingu huioni. Hiyo ikae akili. Na kama hujanielewa, nenda funga na kuomba, mwambie Mungu, kuna kitu mchungaji aliongea sijakielewa, nisaidie niweze kukielewa. Ninasikitika sana ushike sabato miaka yote hii, alafu saa ile Mungu akwambie sikujui. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakuna njia nyingine ya wokovu isipokuwa Yesu Kristo. Sasa sikiliza, andika kitabu cha Yohana 5:17. Sinianzie 14 ili tuone muktadha. Ukifungua hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Kama umefika sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Kristo wa neema yote. Yaani kuna wabishi kufika hawajafika na wataki kusema. Kama umefika sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Aya, nasoma fungu la 14. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu. Unakumbuka huyu habari ya huyu mtu aliyeponywa. Akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Fungu la 16. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa sababu alitenda hayo siku ya sabato. Alitenda hayo siku ya Jumapili. Haya, fungu la 17. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Mimi nimemaliza. Usitafute nielezee zaidi ya hapo. Wewe usije ukajiingiza kwenye habari ya kumhukumu Mungu. Eti Mungu anambia, Mungu umevunja sabato. Nikana kwamba anakuambia, kwani inanihusu mimi? Sabato ni kwa ajili yako wewe. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Na usipopumzika imekula kwako. Tumeelewana Japo tusitaki kusema sana maana katika watu ambao hawashiki sabato ni sisi wachungaji na wazee wa kanisa, kama ulikuwa hujui. Na tumeruhusiwa kwenye Torati.
Nimetulia kidogo ili akili yako iende hivi alafu irudi. Nenda kasome story wakati wanafunzi wa Yesu wamevunja masuke siku ya Sabato. Wayahudi wakamwambia Yesu, wanafunzi wako wamefanya isiyo halali siku ya nini? Yesu akawajibu akamwambia, nyie hamkusoma kwamba Daudi alikula mikate ambayo haikumpaswa na asihesabiwe hatia. Akaongeza hapo kwenye fungu hilo anasema, na makuhani nao huihalifu Sabato wasihesabiwe hatia. Kwa nini? Nyie ndio mnaoshika Sabato, maana mnakuja kanisani mnakaa. Mmepumzika. Sisi tunashughulika. Mzee wa kanisa mara ametembea ametoka huku, mara amehubiri. Kichwa kiko na kazi nyingi. Ila tu tumeandikiwa na Yesu kwamba wao wanaivunja Sabato lakini hawahesabiwi nini? Hatia. Maana hawaivunji kwa ajili ya mambo yao, wanaivunja kwa ajili ya kazi za Sabato. Haleluya. Haleluya. Sasa sikia, kama uko hapa unashika Sabato lakini hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni sawa na mtu aliyelipa nauli na hana tiketi. Alafu akishushwa kwenye basi analalamika, nililipa. Ishara iko wapi? Hakuna. Na ndugu zangu wa Sabato wote, popote mnaponisikiliza, omba sana uwe na Yesu katika maisha. Na moja ya dalili ya kwamba Yesu ameingia kwenye maisha yako, kiburi chako kinashuka chini. Kwa nini? Ukimwona siku ukikutana na Yesu tu katika maisha yako, atakung'azia madhaifu yako, utaona takataka zako, utajikuta kiburi chote kinaisha. Ila ukijiona bado kuna watu unaona ni wa dhambi na we ni mtakatifu, hujakutana na Yesu. Bado hujakutana naye. Hata sishangai nikiona watu wengine sema fulani yuko hivi, fulani ana dhambi. Na tazama, anasema siku ukimulikiwa ukaona ya kwako, utafunga huo mdomo. Ni waimbaji wa Pipeline ndio wameimba hapa. Wako wapi wale waimbaji? Ule wimbo wenu ule mnauimba utafakari. Hata hapo ulipokaa ni neema. Hata kuijua Sabato ya kweli ulijaliwa. Kuna maprofesa hawajui, wewe umejua. Sasa unaanza kufurukuta, sisi masalio bwana. Watu wa Mungu aliye hai. Wewe watu wa Mungu aliye hai, unajijua wewe mwenyewe. Biblia unaielewa vizuri kweli? Sikia hii tena ikuchape ili unyenyekee. Watu wa kale wamesema usizini, bali mimi nawaambia amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. Sitaki kuambia mnyooshe mikono, nyoosha rohoni mwako. Watu wa kale wamesema usiue, bali mimi nawaambia amuoneaye hasira ndugu yake ni muuaji. Nani anapona hapa? Mungu atusaidie sana. Naomba tusimame kidogo. Baba, kwa kuwa tumelisikia neno lako tena kwa kujibu maswali, dakika zilizosalia nahitaji ukanipe hekima ya watoto wako kulisikia neno hili tena kwa uzito wake. Kwa jina la Yesu, amen. Andika ufunguo wa kufungua magumu. Nimesemaje? Ufunguo wa kufungua magumu. Leo alfajiri ya saa 10 nilikuwa na ibada maalum na kikundi maalum cha wakina mama wa nchini Marekani ambao wanajiita Women Prayer Warriors. Na katika kitu ambacho na wengine wananiangalia hata sasa hivi, katika mambo ambayo tulijadili asubuhi ya leo, niliwaambia tu kwamba kuna somo ambalo nililiandaa kwa ajili ya kambi, ila kwa vile nimeanza na nyie nitawamegea kidogo, na ndilo ambalo nakwenda kuwamegea sasa hivi. Hawa kina mama wamewasalimia sana. Unajua kwenye maisha haya hakuna mtu ambaye ni mjanja ambaye hawezi kujifunza kwa wengine. Ukijikuta kwenye haya maisha unajiona kwamba wewe unajua vitu sana, ni dalili kwamba hujui.
ila mtu yeyote ambaye Mungu amemjalia hekima atatafuta kujua kila kukicha, kwa sababu anatambua ya kwamba bado hajajua vitu. Ukidhani unajua, hujui. Ukidhani hujui, ni dalili ya kujua. Haleluya. Naangalia mashujaa wa imani katika Biblia wengi, wa Agano la Kale na Agano Jipya. Natazama maisha yao na jinsi ambavyo rekodi za Biblia hazikuficha madhaifu yao, zikaweka bayana. Juzi tuliona habari ya Ibrahimu hapa, baba wa imani, lakini imani yake haikuwa imara siku zote. Kuna wakati ilitikisika. Kaangalie katika YouTube, nimeweka somo maalum kuhusiana na Ayubu. Ayubu anaonekana kuwa shujaa wa imani na anatajwa akiwa mkamilifu, lakini ukisoma kitabu cha Ayubu unagundua kuna mahali imani yake ilitikisika kabisa. Japo hatuongelei mtikisiko wake, tunaongelea tu imara wake. Ukiwatazama watu ambao tumewasifia sana kama kina Daudi, kuna wakati Daudi alijaribiwa pia. Acha habari ya mke wa Uria, kuna wakati alijaribiwa kuhesabu majeshi. Biblia inasema shetani akamwingia Daudi akahesabu majeshi ya Israeli, na pakatokea pigo kubwa sana. Kwa nini litokea? Ni kwa sababu Daudi alidhani anashinda vita kwa sababu ya jeshi kuwa kubwa. Hata wewe kuna wakati kibinadamu imani yako inatikisika. Lakini leo nahitaji nikuambie hivi, ukijikuta katika Ukristo wako ulikuwa unaenda vizuri na kuna mahali ukatikisika, usianze kukata tamaa na kulala chini kama mtoto. Inuka tena, anza safari ya imani upya. Mashujaa wa imani wote walipitia zoezi kama la kwako. Ukiniambia habari ya mashaka, walikuwa na mashaka. Ibrahim baba wa imani anaogopa kufa, mpaka anamwambia Sara, waambie kwamba wewe ni dada yangu. Lakini katika Waebrania sura 11 anatajwa kuwa baba wa imani. Haleluya. Anatajwa akiwa ni mshindi. Mungu atukuzwe kwa sababu haangalii ulivyoanza, anaangalia unavyomaliza imani yako. Mungu angeliangalia tulivyoanza, nani angeweza kusimama? Mungu anahitaji katika udhaifu wako akutengeneze, katika dhambi iliyokushinda akusaidie kuishinda. Kwa vile tunavyoshinda, ushindi ni wa Bwana. Kitabu cha Marko sura ya 5, Marko sura ya 5 ni kitabu ambacho kimejaa miujiza ya ajabu. Unapoangalia kuanzia sura ile fungu la kwanza, anaongelea habari ya story ya Yesu alienda katika nchi ya Wagerasi. Akakuta mtu ambaye ana pepo ambao alikuwa ni jeshi kubwa. Wakamuinamia Yesu, akawakemea, lakini Yesu akafukuzwa katika ule mji. Sikiliza vizuri hapa. Huyu mtu ambaye yeye aliponywa alimpenda Yesu, ila watu walioingia hasara ya wale nguruwe wakamchukia Yesu. Ndivyo ilivyo wahubiri wa injili wote. Nisikilize, usije ukadhani mhubiri wa injili utapendwa na watu wote. Kuna watu watakusema vizuri, wakikuona wanasema wow, huyu ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Lakini kuna wengine wakikuona wanasema huyu ni adui yetu. Kwa kuwa inategemea, wako wanaofaidika na huduma yako, wapo wanaoingia hasara na huduma yako. Usije ukadhani nyewe waimbaji ya kwamba shetani anafurahia huduma yenu. Malaika wa mbinguni wanafurahia huduma yenu, lakini shetani anatafuta kila wakati kuangusha. Kesheni mkiomba, kesheni mkiomba. Usiache. Ukiangalia mstari wa 21, anapomaliza tu kufukuzwa Yesu, ametoka kule katika nchi ya Wagerasi, anafika ng'ambo. Sura ya 5 ya Marko fungu la 21 anasema Yesu alivukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu wakusanyika mbele yake, naye akawa amesimama kando ya ziwa. Anatoka upande mwingine anafukuzwa, anaenda upande mwingine anapokelewa. Nami nikutangazie hili, usiogope. Upande mmoja wakikukataa, upande mwingine Bwana atakutumia. Haleluya. Usiende kufanya effort mahala fulani ukaona hupokelewi, ukasema sitahubiri tena. Nenda ng'ambo ya pili. Haleluya. Waimbaji, usije ukaanza kuzira unasema kwa kuwa kanisani walinikataa, sitaimba tena. Wamekukataa na ndani ya moyo wako unajua kabisa ya kwamba unamtumikia Mungu aliye hai. Tengeneza hata wimbo wako tu kwenye WhatsApp, sambaza.
Mungu atusaidie. Wakati yuko hapo Yesu katika lile fungu la 22, anasema hapo akaja mojawapo wa maofisa wa sinagogi aitwaye Yairo. Alipomuona Yesu akajitupa mbele yake, akamsihi akisema, binti yangu mdogo ni mgonjwa karibu na kufa. Stop. Amesema binti mkubwa? Unaelewa maana ya binti mdogo? Pale nyumbani ni yupi ambaye anaangaliwa sana kuliko wengine, mtoto mkubwa au mdogo? Huyu ni mtoto mdogo ambaye kila mmoja anamtazama. Mtoto mkubwa unaweza kusema hata kuvaa nguo atavaa mwenyewe, lakini mtoto mdogo lazima avalishwe. Kila saa mnamwangalia. Anataka kuambia hapa Marko, huyu alikuwa ni kipenzi cha familia nzima, lakini leo anaumwa. Yairo ambaye ni mkuu wa sinagogi, ingekuwa leo tungesema mzee wa kanisa, ingekuwa leo tungesema mchungaji kiongozi, mtoto wake anaumwa. Na alipomwona Yesu hakujali ya kwamba watu watamuonaje. Sikiliza nikwambie, kati ya vitu ambavyo vinasababisha Yesu asitende vitu katika maisha yako ni kiburi. Kiburi. Mambo yamekukuta, ndio unapoingia kwenye maombi unaanza kusema, mimi nasoma lesoni sana, imekuwaje nipatwe na haya? Mimi nafanya ibada sana, imekuwaje nipatwe na haya? Saa ya msaada ikifika, weka kiburi chako chini, nyenyekea, piga magoti mbele ya Mungu. Yairo akapiga magoti, anasema, na ukubwa wangu wote, Yesu nisaidie, mtoto wangu mdogo hali ni mbaya. Yesu hakujadili lolote, akasema twende, akanyanyuka akaenda na yeye. Sikiliza nikwambie, kuna watu ambao Yesu akiwasikiliza tu mara moja wanajibiwa maombi yao. Nataka nikwambie, kuna mtu ambaye mtaomba ombi sawa, lakini yeye anajibiwa kwa haraka, maana ana ufunguo mkononi mwake wa kufungua mambo magumu. Ikiwa kuna kitu ambacho unatakiwa umuombe Yesu akusaidie, pamoja na akili za kiroho, lakini omba hili, mwambie, nisaidie kiburi kishuke. Kuna watu wanakufa na tai shingoni, hela hana, ila kwa sababu aliwadanganya watu anafanya kazi mahala fulani, anaogopa hata kusema hana hela. Anachukua chupa ya Kilimanjaro, chupa ya hii Dew, inaita Dew, hii inaitwaje? Dew drop. Hiyo. Maji yalisha tangu juzi, anaenda kupiga ya bomba. Alafu ili tu awadanganye watu kwamba eti yeye hatumii haya maji mengine, ni matawi ya juu. Sina shida na matawi yako. Unaweza ukawa tawi la juu lakini la mnyanya, likiguswa linafanya nini? Kiburi. Kiburi. Kiburi kilimwangusha Nebukadneza. Kiburi kimeangusha watu waliofanya. Kiburi kimeangusha kwaya maarufu. Ziko ambazo zilikuwa zinawika, ziko wapi? Kiburi kiliwaangusha. Kiburi kimeangusha makanisa. Kuna makanisa nanyewe mnakumbuka ambayo yalikuwa yanawika wakati fulani. Ukika yako wapi makanisa haya? Dondoka pale akasema, kwa mnyenyekevu wa namna hii siwezi kuacha kwenda. Na mimi nakwambia uliyeko hapa, weka mbali mambo yako yote, nenda kwa unyenyekevu. Bwana yuko tayari kukusaidia. Acha kupeleka vitu vyako na histori zako, nenda kwa unyenyekevu. Wakati anaenda, angalia fungu hili sasa, fungu la 24. Basi Yesu akaondoka pamoja naye, watu wengi sana wakamfuata, wakawa wanamsonga kila upande. Sikiliza nikwambie, hata hapa tulipo kuna watu wamekuja kwenye huu mkutano, ukimuuliza nini kilichokuleta, atakwambia nilikuwa namuona Pastor Mbaka kwenye YouTube, nataka nimuone namna gani. Basi huyo mtu asipoangalia hata ondoka na neno, hawezi kabisa. Imekwaje? Nimemuona. Mimi mwenyewe nilishawasimulia, nilienda kwenye sinema ya mzungu kule kijijini. Nia yangu ilikuwa sio kuangalia sinema, nilitaka nishike nywele za mzungu nijiridhishe zinakuaje. Huyo mzungu alikuwa anaitwa Toivo. Nikawahi wakati generator imewekwa na sinema imeshaandaliwa, ile mamikanda ya sinema ya zamani. Nikahakikisha nakaa nyuma hapa ambako mzungu akija atakaa kwenye stuli yake. Kwa uaminifu wote nikatulia hapo.
Mzungu akaja akakaa. Sasa watu wote wamesubiria mzungu awaishe sinema. Kwa hiyo ukimshika watu wote watajua. Kwa hiyo kabidi nivumilie kwa uvumilivu kabisa. Nasogeza mkono na narudisha. Watu watakuwa wananiona. Mzungu akasema, sasa kwa vile tunaanza kuangalia sinema yetu, tusimame watu wote tuombe. Nikasema hapa. Watu wakiwa wamefumba nini? Macho. Hapo wakati watu wamefumba macho, nikanyoosha mkono, nikashika nywele za mzungu, nikafikicha kwenye vidole kidogo hivi. Nilivyotoka nikamwambia watu, sasa nimezishika. Kila mmoja ananizunguka, nataka ajue zikoje. Nyie mliosoma Uganda, Mchungaji Mganga alibahatika kumshika mkono Museveni. Amekuja graduation. Pastor Stefano Mganga akamshika mkono. Alivyotoka pale, tunaenda kula chakula. Hawe bwana, tunawe tu. Nani anao? Nani? Mnawe nyie. Bwana, vipi? We. Nimemshika Museveni alafu ninao. Siwezi kunawa mimi.